church is not a competitor with the government. So we will not play the opposition role because that's not our role. Our role is complementary. Happy Sunday watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Ni matumaini yangu mmekuwa na wiki njema mahali popote mmekuwa mkinitazama. Karibuni ili tuendelee na uchambuzi wa habari zetu za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kutendeka hapa nchini Kenya. Na watazamaji, leo ikiwa ni siku ya Jumapili, ni siku ambayo imekuwa na changamoto kwa William Samoei Ruto kuchagua ni kanisa gani ambalo ataenda akakubalike, ni kanisa gani ambalo ataenda wahubiri hawatohubiri kinyume na serikali ya Kenya Kwanza. Watazamaji wangu, wakati William Samoei Ruto alikuwa kule Marekani, nalo kanisa hapa nchini Kenya lilikuwa linakosoa na kupinga serikali ya William Samoei Ruto. Yaani watazamaji wangu, kwa mara ya kwanza sasa hivi kanisa ndio linaonekana kama upinzani kukosoa mambo mabaya ambayo yanafanyika ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Kanisa ambalo lilisimama na William Samoei Ruto pale kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka 2022 ndio hilo kanisa ambalo sasa hivi halitaki kujihusisha na linaendelea kupinga uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza. Kuna mambo kadhaa ambayo watazamaji wangu yamekuja kupingwa na kanisa ambayo yanafanywa na serikali ya Kenya Kwanza. Kwani ni mambo gani ambayo watazamaji wangu yanashinikiza kanisa kiwango ya kwamba linaendelea kujitenga na William Samoei Ruto? Kabla sijaendelea kufahamisha zaidi mtazamaji wangu, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe ndiposo uwe kwanza kuzipata habari punde tu zinapotendeka, na pia uweze kulike, kushare na comment ndiposo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na watazamaji, kitu cha kwanza pale mwaka wa 2022 William Samoei Ruto alionekana kiongozi ambaye alikuwa na maono mazuri, kiongozi ambaye alikuwa na mpango mzuri, kiongozi ambaye alikuwa anataka kuleta uongozi bora hapa nchini Kenya. Lakini tu pale mwaka wa 2023 alipotuingia uongozini, tulianza kuona sura tofauti ya William Samoei Ruto ambaye alikuwa ananyenyekea mpaka kanisani akiomba kura, akiwaomba wananchi waweze kumchagua. Kwa sababu ni kuanzia tu mwaka wa 2023 ndio Azimio la Umoja ambayo ilikuwa inaongozwa na Raila Amolo Odinga walijitosa kwenye maandamano wakitaka kumngatua William Samoei Ruto. Mwaka wa 2024 mambo yakakuwa mabaya zaidi. Vijana wa Gen Z wakajitokeza kwa mamilioni kule jijini Nairobi wakipinga mswada wa fedha wa mwaka wa 2024 2025. Yaani ni kama ndio mambo yalizidi kuwa mabaya zaidi chini ya uongozi wa William Samoei Ruto. Na unajua ni kwa nini mtazamaji wangu? Ni kwa sababu William Samoei Ruto alipeana ahadi ambazo hazifanyiki sasa hivi. Yale mambo ambayo aliwapromise wananchi pale mwaka wa 2022 ni kinyume na vile ambayo inafanyika sasa hivi ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. William Samoei Ruto alikuwa amewaahidi wananchi kwamba hakutakuwa na extrajudicial killings, abductions chini ya serikali ya Kenya Kwanza. Lakini hayo ni mambo ambayo tumekuwa tukiyashuhudia mara kwa mara. Unaona visa vya corruption vinazidi kushuhudiwa chini ya uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza. Vijana wa Gen Z bado hawana ajira. Unaona vile ambavyo bado ufisadi unazidi kushuhudiwa kwenye wizara tofauti hapa nchini Kenya. Unaona gharama ya maisha bado haijaweza kushuka. Na unajua William Samoei Ruto amekuwa tu akiongelea mambo ya kuteremsha gharama ya maisha. Unajua watazamaji wangu, kuteremsha bei ya unga haimaanishi kwamba gharama ya maisha imeweza kuteremka. Kuna mambo mengi ambayo yanastahili kufanywa ili kuhakikisha kwamba maisha ya mwananchi wa kawaida yameweza kuzingatiwa. Unaona mambo kama ya high taxation, easy housing levies, mambo ya SHA. Yani ni mambo ambayo wananchi wako yanatarajia chini ya uongozi wa serikali ya Kenya Kwanza. Wakati William Samoei Ruto alikuwa kule ugaibuni New York kwenye ule mkutano wa unga, naye Bishop Ole Sampit, kuna mambo kadhaa ambayo aliyazungumzia. Huyu ni bishop ambaye amekuwa rafiki wa William Samoei Ruto, lakini sasa hivi ni kama wako pamoja tena. Hawataki au mabishop hawataki kumuunga William Samoei Ruto mkono, ilhali anafanya kinyume na vile ambavyo alikuwa amewaahidi wananchi pale mwaka wa 2022. Ole Sampit akizungumza hapo jana alisema ya kwamba zile wizara ambazo zinajihusisha na mambo ya ufisadi, kwa mfano kama ni mambo ya SHA, hao viongozi waweze kujiuzulu. Unajua hilo ni jambo ambalo watazamaji wangu ni vigumu sana, ama waweze kufutwa kazi. Jambo lingine ni kuhusiana na ajira kwa vijana wa Gen Z, kuhusiana na hizi empowerment. Unaona hizi empowerment zimekuwa zikifanywa lakini ni kama ziko na ubaguzi. Hayo ndio matamshi kutoka kwa Ole Sampit akizungumzia kuhusiana na hizi empowerment.
Pia vile vile watazamaji wangu, kuna ili jambo la SHA, unaona bado linakumbwa na masaibu, visa vya ufisadi viko ndani ya serikali ya Kenya Kwanza. Kwa hivyo kanisa sasa hivi, yani watazamaji wangu, limejiunga na viongozi wengine wa upinzani kuendelea kupinga utawala wa William Samoei Ruto. Kanisa kitu cha kwanza kabisa limekuja kuchukia mambo ya siasa kanisani. Kanisa halitaki kutumika tena kama vile ambavyo lilitumika pale mwaka wa 2022. Kanisa halitaki kugeuzwa uwanja wa siasa, kwa sababu pindi tu wanapowapatia hao wanasiasa nafasi ya kufanya kampeni zao pale, inamaanisha sasa kanisa nalo limekubaliana na uongozi mbaya chini ya serikali ya Kenya Kwanza. Watazamaji, kuna ujumbe ambao ningependa kupatia nafasi uweze kusikiza kutoka kwa Bishop Ole Sambit akizungumzia kuhusiana na serikali ya Kenya Kwanza na vile ambavyo William Samoei Ruto anastahili kubadilisha na aongoze nchi ya Kenya kwa njia ambayo inafaa. Unajua, kukosoa serikali ya Kenya Kwanza kutoka kwa hawa wahubiri wa Mungu haimaanishi ya kwamba wanapinga serikali. Hapana, inamaanisha kwamba wanataka uongozi ubadilike. Huo ni uongozi ambao unawafurahisha wananchi, ni uongozi ambao haupingwi na wananchi mpaka kwenye maandamano. Kabla sijakuwekea video, mtazamaji wangu, na kuomba ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sio kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo sio ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. The church is not a competitor with the government. So we will not play the opposition role, because that's not our role. Our role is complementary. And we have programs that complement what government efforts are. And even when we challenge or criticize, we don't criticize to bring our government down. We criticize to make it better. That's the difference between the opposition and the church. Because an opposition will want to bring the government down, but the church will want to make every government stronger, because ours is to make the government of the day more stronger by pointing out to them what we feel they need to do better to make Kenyans better. But let me say lastly, we speak for the people of Kenya who cannot speak for themselves. And that's why we sometimes are confused, even from the first, by the same politicians, that when we speak for the people of Kenya and another politician spoke the same language as I spoke, they say I'm his mouthpiece. We are not anybody's mouthpiece. We speak for Kenyans, not for any political party or anybody. Thank you. May God bless you. Na mtazamaji, huo ndio msimamo wa kanisa sasa hivi kuhusiana na broad based government, kuhusiana na serikali ya Kenya Kwanza tunapoelekea pale mwaka wa 2027. Je, hii ni serikali ambayo inaweza ikaaminika kweli na kuchaguliwa kwa muhula wa pili? Na lile kanisa ambalo lilisimama na William Samoei Ruto pale mwaka wa 2022, je, litakuja kusimama na yeye tena kwenye ule uchaguzi ujao mwaka wa 2027 na kumpatia nafasi hata afanye siasa zake kule kanisani? Kanisa kuna kitu ambacho limekuja kujifunza kutoka kwa utawala wa William Samoei Ruto. Yeye ni kama alikuwa ananyenyekea pale mwaka wa 2022 ili aweze kupata uongozi, lakini baada ya kupata, unaona kuna vile ambavyo uongozi wake umekuwa ukipingwa, wananchi hawafurahishwi na uongozi wake, wananchi wanalia kila uchao, wanaingia kwenye maandamano, na unaona ni serikali ambayo haijapendeza mpaka kanisa. Kama kuna jambo ambalo halipendezi kanisa, basi inamaanisha hata kwa Wakenya halipendezi kabisa. Mtazamaji, nitakomea hapo, lakini sijui maoni yako ni gani kuona vile ambavyo bado kanisa linazidi kujitenga na William Samoei Ruto, naye kwa upande mwingine William Samoei Ruto anaendelea kufanya juu chini ili hakikisha kwamba uhusiano wake na kanisa unarudi kuwa wa karibu kabla ya uchaguzi wa mwaka wa 2027, kwa sababu anajua ni uwepo wa kanisa kwa upande wake unaweza kumsaidia yeye kurudisha imani yake kwa wananchi, wananchi waweze kumwamini tena na wampigie kura pale mwaka wa 2027. Je, kwa maoni yako ya mtazamaji, unaona kanisa litasimama kweli na William Samoei Ruto na kumsupport kwenye uchaguzi wa urais wa mwaka wa 2027? Na unaona William Samoei Ruto atabadilika kwa muhula mwingine, ama endapo atapata muhula mwingine tutazidi kushuhudia hizi changamoto ambazo tunazishuhudia sasa hivi katika hii muhula wa kwanza wa serikali ya Kenya Kwanza? Hebu niachie maoni yako hapo mtazamaji, na kabla sijatamatisha na kukumbusha tena ujiunge nami hapa BM Daily Politics kwa kusubscribe, ndipo sio kwanza kuzipata habari punde tu ninapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo sio ujumbe wa habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa na rejea punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.